kabla tujasema mengi, tumereko tuvuga byinshi, acha nitaomba kisha tuendelee. Asenge hanyuma dukomeze. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa umekuwa mwema kuliko ambavyo tunahitaji katika maisha yetu. Jina lako lipewe sifa. Amen. Tunakushukuru asubuhi njema ya Sabato. Umeweza kutupatia siku nzuri katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Lakini kama unavyojua, hii dunia inatuvuta sana, ingawa sio kwetu. Tumetenda maovu mbele yako na pia tumetenda maovu mbele ya wanadamu wenzetu. Lakini kwa sababu tumepata muda mwingine, tunaendelea kuomba msamaha unaopatikana kwenye msalaba, tuweze kukubalika machoni pako. Tutashukuru jina lako. Amen. Tunataka kuingia katika maandiko matakatifu. Tunajua vipingamizi vya shetani ili tusiweze kuyasikia. Tunaomba utuondolee, kwa sababu sisi hatuna uwezo. Tuondolee uchovu, tuondolee mafikra ya duniani, tuondolee stress, na tuondolee pia usingizi. Tuweze kufaidika, mwishowe tutashukuru jina lako. Amen. Kwa pamoja nasi kutoka mwanzo hata mwisho. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ni wangapi walijua? Taturebe abantu batamuzi ari bangahe? Batamuzi. Habari yako? Wewe, pia Coca-Cola. Unanijua? Nimeshindwa ni kwa nini ananijua na mimi simjui. Kwa majina ni Festus. Mazina yaitwa Festus. Niko na nyingine inaitwa Kariuki. Ilinda kitwa Kariuki. Nilapozaliwa. Niko na nyingine inaitwa Ngaruya. Ilindi likitwa Ngaruya. Lakini wanapenda Kariuki. Ariko abantu benshi bakunda kumuhamagara Kariuki. Na wewe pia unaweza chagua yenye unapenda. Nawe wahitamo iryo ushaka. Muraya tatavuze. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Dhika. Ni mwizera w'itorero rya Dhika. Lakini kama mnavyojua, ariko nkuko mubizi, tumekuwa na program ya kukua tunabadilishana walimu. Dufite gahunda yuko turinduranya abarimu n'abigisha. Na nyinyi pia si mmeona hivyo? Namwe ni mumaze kubibona. Wakati mwingine mwalimu wenyu wako, hari igihe abigisha ba hano baba badahari, lakini huo wakati kuna mwingine amewatembelea. Ariko icyo gihe ugasanga hano ndi wabasuye. Hiyo ni program ambayo tuliona ni nzuri. Iyo ni gahunda twabonye ari nziza na itakuwa na matunda kandi izera imbuto. Si ni hivyo? Si gutyo. Wacha niseme ya kwamba ninaomba msamaha. Reka mvuge ngo kambasaba imbabazi kwa sababu ya kuchelewa. Ubwo gukererwa. Akukosi sababu, lakini hiyo sababu haitoshi. Ntago hajya habura impamvu, ariko iyo mpamvu ntago ibihagije. Kwa hivyo mtusamee na pia Mungu atusamee. Kubw'ibyo mubabarire n'Imana imubabarire. Mumusamee jameni. Mbona mnamsamee na nyinyi mjaomba msamaha? Sote tumechelewa. Mungu atusamee sote. Tanisamea kwa sababu pia sauti sio mzuri sana. Kandi nanone muramubarira kuko ibyo ntabwo ari byiza cyane, lakini tutangana itawezekana. Ariko turagerageza uko bishoboka. Msamaha ya mwisho, imbabazi za nyuma, kwa wenye tumepanga na wao program. Ni kuri bamwe twapanze nabo program. Tumepanga na masaa, twapanze n'amasaha, lakini mimi saa zingine naweza kaa. Ariko ndi masaha cyangwa ndi mwanya rimwe na rimwe ajatinda. Kwa hivyo wenye tumepanga na wao program na pia wenye wanasikiza, nabo twapanganye program ndetse n'abatwumva, tuweze kuvumilia, twihangane. Mimi huwa nakaa kwa sababu nakaa ni kama naongelesha watu. Njewe nkunda kuba meze nk'uri kuvugisha abantu. Yaani nakaa nikiuliza maswali. Nkunda kwigisha ni kubaza ibibazo. Na hiyo inafanyanga mtu anakaa kidogo. Kandi ibyo bituma atindaho gakeya. Kwa hivyo mimi sitasema tutasoma fundisho ambayo sio refu. Sitaweza kusema hivyo. We ntabwo ari bubabwire ngo turiga icyigisho kigufi cyangwa kitari bube kirekire. Benshi ntibakunda kuvuga gutyo. Hii inaweza kuwa refu kidogo. Igiri ishobora kuba rirerereho gato. Lakini tutajaribu tuifupishe kwa sababu mwili pia iko na vile inahitaji. Ariko turagerageza turihine kuko umubiri nawo hari ibyo ubukeneye. Kabla tujaingia kwa fundisho, mbere yuko twinjira mu cyigisho, nataka tujifunze kitu moja kuhusu wimbo wa namba 10.
Ndashaka twigane ikintu kimwe ku kijyanye n'indirimbo ya 10. Ni wimbo ambao tunaijua sana. Ni indirimbo tuzi cyane. Na tutaimba kwa haraka. Kandi turayiririmba vuba vuba. Tuwekee. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani, mbali kwake akatoa damu yake, nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivute tena kukuacha, Bwana. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Kabla tujajifunza kuhusu huyo wimbo, Mbere yuko twiga kuri iyo ndirimbo, tuomba mwenye program ikifika saa 6:30 anikumbushe. turasaba uyoboye gahunda nibigera saa 6 n'igice amwibutse. Hii ni wimbo ambao tunaipenda sana. Iyi ni indirimbo dukunda cyane. Na mimi pia naipenda. Kandi nawe arayikunda. Lakini wakati nilikuja kusikia vile hii wimbo ilitungwa, iyi buryo yaje kumvamo iyi ndirimbo buryo yahimbwe, ikanipatia changamoto na ni vizuri tuisikie. Birangije imuha kwibaza ndetse ni na ngombwa kuyibazaho cyane ndetse ni na ngombwa tuyumve. Hii wimbo ilitungwa na mtu anaitwa Robert Robinson. Indirimbo yahimbwe n'umuntu bita Robert. Alizaliwa huko England. Yavukiye mu Bwongereza. Alizaliwa mwaka wa 1735. Yavutse mu 1735. Baba yake alikufa akiwa mdogo sana. Ise yapfuye ari umwana muto cyane. Mama yake nyina alikuwa anataka huyo kijana akue father priest. Yashakaga ko alikuwa anatamani akue ise yaba umupadiri. Mama we yashakaga yuko umwana we azaba umupadiri. Sasa akafika umri akamtuma London huko England. Aza kuza kumutumira London ageze mu myaka yo gukura. Aende atafutishe, afanye tu biashara ya kutafuta. Aje gukora ubucuruzi bwo gushakisha. Akaanza kufanya kazi ya kinyozi. Arangije atangira akazi kogosha. Lakini kama dunia ikambeba tu na upepo yake, isi igumya kumutwara n'umuyaga wayo, akaingia kwa kundi mbaya. Aragiye yinjira mu itsinda ry'abantu babi, cyangwa se akakuwa kazi yake ni inshuti mbi. Kazi yake ni kusumbua watu, kuiba, kusumbua watu. Aba umuntu w'umujura, kwiba abantu no kutesha abantu umutwe. Kuna siku walienda, mnajua hawa watu wanasoma mikono, wanakusoma mikono, wanasoma maisha yako. Wanakushika mkono. Hari abantu bagufata ukaboko, wanakushika hivi, anakuambia
wewe miaka inakuja, vitu kama hiyo unawajua. Akagufata ukuboko akayakora muti, wowe imyaka iri imbere bizagenda gutya. Watambuzi wa nyota. Hao. Naberekwa cyangwa se ababona bafite inyenyeri yo kubona ibintu bizaza. Akaenda kwao, kwa mmoja wao. Arangije ajya kuri umwe muri bo wakiwa na marafiki zake. Tu katika hiyo harakati ya kusumbuana. Muri ibyo bihe byo gutesha umutwe mu icyo gihe ameze nabi mu mico mibi. Aramubwira wewe naona utazeeka na utaona watoto wako. Arangije aramubwira ati wowe uzasaza uzabona n'urubyaro rwawe, lakini hiyo tabia yako, ariko umuco wawe, iyo mico yawe. Akanyamazia hapo, acecekeraho, akaachia hapo. Iyo mico yawe arangije araceceka. Robert, sasa huyu mtunzi Robert, Robert, hiyo maneno ikamguza, lakini akaisahau, akaendelea tu na maisha kawaida. Ayo magambo mukoraho ariko arabireka, ijwi aricecekesha komeza nibisanzwe. Siku moja wakasikia kuna mkutano ya watu wanaitwa Methodist. Umunsi umwe yumva hari amateraniro yabo bita ba Methodist. Akasema wataenda kuwasumbua. Aravuga ati ndajya kubatesha umutwe. Lakini wakati walifika hapo, ariko ubwo bageragaho, mhubiri alikuwa anasoma Mathayo 3:7. Mubwiriza yari gusoma muri Mathayo 3:7. Tutasomea kwa haraka. Mathayo 3:7 panasema. Mathayo 3:7. Wale wakiruga watajisomea, ari Kinyarwanda mwisomere. Panasema hivi. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Abonye Abafarisayo n'Abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, inde waburiye ngo umuhungu umujinya uzatitera? Wakati alisikia hiyo maneno ya Yohana, ubwo yumvaga ayo magambo ya Yohana, ubwo buryo bwa Yohana yavugagamo, ni kama Roho Mtakatifu akamuingia, umwuka w'Imana umwinjiramo kabisa, akakubali Ukristo. Anaje yemera Ubukristo, akaacha maisha ile ya na akaachana na marafiki wengine, arekana na za nshuti mbize, na akabatizwa. Anaje arabatizwa. After miaka 6, ashize imyaka 6, ndio akatunga hii wimbo, nibwo yahanze ino ndirimbo. Lakini baadaye hanyuma akaanguka tena, arongera aragwa, akarudi kwa pombe, akarudi kwa marafiki wabaya, asubira mu nzoga, asubira mu nshuti mbi. Siku moja, umunsi umwe, alikuwa kwa train, kwa gari ya moshi, yari ari gutembera, arimo ari kuyicaye muri gari ya moshi, akasikia msichana fulani akinini wimbo. Yumva umukobwa umwe aririmbye yandirimba. Ni kama alikuwa anaiimba, ni kama yari kuyiririmba. Na huyo msichana alikuwa ameipenda kabisa, mpaka alikuwa anajaribu kumuelezea vile anapenda hii wimbo. No mukobwa yarayikundaga cyane, yagerageza kumusobanurira uburyo akunda iyo ndirimbo. Robert anajaribu kumwambia nyamaza kidogo tu. Robert yaramubwira ati ceceka gake. Huyo msichana alikuwa amependa hiyo wimbo kabisa. Uwo mukobwa yari yakunze iyo ndirimbo cyane. Robert akamwambia, bataramubwira, hiyo wimbo yenye unaimba, iyo ndirimbo uri kuririmba, ni mimi niliitunga, ni mimi njewe niwe wayihimbye. Na saa hii n'ubu ngubu naweza lipa kitu yoyote, nshobora kwishyura ikintu icyo ari cyo cyose, ili nikuwe na najihisi venye nilikuwa najihisi nikitunga hiyo wimbo. Nakishyura ikintu cyose kugira ngo niyumve nk'ukuntu niyumvaga igihe nahimbaga iyo ndirimbo. Hiyo inatufunza nini? Ibyo bitwigisha iki? Kuna wakati ari igihe wao wanasema tuko at our best, tuko wazuri kabisa, ama acha niseme hivyo. Yaani hatuko wazuri, katuvuge ngo ntabwo turi beza. Tell us tuko at our best inamaanisha nini? At your best. Yaani katika uzuri wewe. Uko mahali ambapo uko sawa. Na umeze neza kabisa, heza cyane. Hauko 100 lakini umejaribu kabisa. Ntabwo uri kwijana ariko wagerageje kabisa. Wakati mtu anaanguka kutoka hapo, iyo umuntu avuye aho ngaho, kurudi hapo sio rahisi. Kongera kwasubira ntibyoroha. Huyu mwenye hii wimbo imeokoa watu wengi. Iyi ndirimbo yakijije abantu benshi. Na wengi wamekubali Ukristo, wanaipenda. Abantu benshi ndetse bizeye Ubukristo barayikunda. Lakini hebu piga hesabu mwenye wimbo
Ngaho kubita imibare urebe nyiri indirimbo noneho. Huenda sijui. Ahari wenda. Huenda anaweza kosa kuona mbingu. Ahari ashobora kutazabona ijuru. Hiyo ni kitu unaweza fikiria ifikirike kweli? Ni ikintu ushobora gutekereza kumva kira mtu mwenye alitunga wimbo mzuri hivyo ati akose mbingu. Umuntu aririmbye neza gutyo abura ijuru. Na sisi pia tuko na changamoto. Natwe dufite ibitugora. Tuweze kukumbuka yale tulikuwa tunatenda wakati tuliamini. Reka natwe twibuke bimwe twakoraga igihe twizeraga. Na tuweze kuomba hiyo nguvu iturudie. Kandi twongere gusenga iyo mbaraga yongere tugarukire. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Amen. Tufashe mu izina rya Yesu. Tunataka tujifundishe fundisho. Tujasikia mwisho. Historia iliishia wapi? Hiyo historia. Haya sana. Hiyo tutasoma baadaye. Haya. Tunataka tujifundishe fundisho. Tunashaka kwiga n'ikigisho. Itakuwa na kichwa inasema ifite umutwe w'igisho uravuga ngo lengo ya matengenezo, umugambi w'ubugorozi na vipingamizi vyake. Nibibubangamiye. Lengo ya matengenezo na nini? Na vipingamizi vyake. Na vipingamizi vyake. Umugambi w'ubugorozi nibibubangamiye. Kwa sababu kila kitu iko na malengo. Kubera ko buri kintu cyose gifite umugambi. Na kila kitu iko na ile kitu inaipinga. Kandi buri kintu kigira ikintu kigipinga. Biashara iko na malengo, si ndio? Biashara cyangwa ubucuruzi bugira umugambi. Na ina vitu inaipinga. Ariko bukagira nibibupinga cyangwa nibibigora. Nana naweza toa mfano. Inde watanga nk'urugero. Waduha urugero. Mimi nitaenda na speed yenu. Kwa hivyo tukikaa mimi hamtanilaumu. Lengo la matengenezo na vipingamizi vyake. Vipingamizi. Ni bibupinga cyangwa se bibubangamira. Tumeuliza vipingamizi vya biashara. Tubajije noneho ibigorana mu biashara. Jonathan ashyize hejuru na terasi. Katika biashara mu biashara vipingamizi inaweza kuwa ni kuibiwa. Ashobora kubamo ingorane zo kwibwa. Na mimi kwangu kulingana na biashara ninayoifanya, kuna wakati bijyanye n'ibyashara akora hari igihe, kuna wakati unapiga mahesabu kiona unaenda kupata pesa, hari igihe utera imibare ubona ugiye kubona amafaranga, na unaona unapitia tu shortcut, tunasema nikipitia tu hapa ugaciza aho kuvuga ati ninca hano nitafika tu pale haraka, ndanyura hariya mpagere ni. Lakini katika hiyo njia ambayo ni haraka, ariko mu nzira yihuse, ndipo sasa unapata hasara. Aho niho uhita ubona igihombo. Hasara, wizi, Jimmy, kukosa customer, kubura abakiriya, nibyo ni kweli. Kila kitu iko na vipingamizi vyake, ni ukweli. Ibikibangamira cyangwa ingorane zacu. Na pia hii ujumbe ambao tuko nayo, ndetse n'ubutumwa tutwaye, tuko na malengo, dufite umugambi, hakuna vipingamizi, ariko tukagira n'ibibugora cyangwa bibubangamira. Tutaguza tu kwa machache kwa sababu hatuwezi maliza yote. Turakora kuri bike kuko tutabimara byose. Tutaanzia kwa kitabu ya Amos. Turahera mu gitabo cya Musa, cya Amos. 9 Mose 9 mstari wa 11. Mose igice cha 9:11. Siku hiyo nitaiinua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipo bomoka, nami nitainua magofu yake na kuyajenga kama siku za kale. Uwo munsi nzegura ihema rya Daudi ryaguye nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Amos, hano muri Amos, ama Mungu kupitia Amos, cyangwa se Imana kunyurira muri Mose, anasema ya kwamba yaravuze ngo kuna Mose ni Mose mu Kinyarwanda. Hapana, ni Amos. Amos ni tofauti na Mose. Sawa. Anasema hivi, aravuga ngo kuna siku itafika, hari igihe kizagera, nitainua nyumba yangu tena. Nzegura ihema ryanjye nanone. Sikumaanisha hiyo nyumba ilikuwa imeanguka. Byari bisobanuye ko iyo nzu yaguye. Hiyo ni wakati wana wa Israeli walikuwa wameingia kwa dhambi kabisa. Icyo ni igihe Abisirayeli binjiraga mu byaha, bakoraga ibyaha kabisa. Wanaifanya hata hawajali. Barangije babikora nk'abatabishaka. Mungu akaongea hayo maneno kupitia Amos. Imana ivuga aya magambo inyuriye muri Mose. Kuna maneno
Kuna maneno mengine Mungu alisema arandi magambo Imana yavuze kupitia Yeremia. yinyuriye muri Yeremiya. Yeremia 7 Yeremiya 7 mstari wa kwanza. here ku murongo wa mbere. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnayoingia katika mlango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka, uharangururire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka abayuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka nyingabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura ahantu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Kuna maneno tumeona kwa Amos, hari magambo tubonye kwa Amos, na kuna maneno tunaona hapa kwa Yeremia. hari n'amagambo tubonye kwa Yeremiya. Ni wakati Israel ilikuwa at its worst, katika ubaya wake kabisa. Ni Israeli yari iri mu buyobe bwayo cyangwa ububi bwayo. Mungu akatuma hao manabii. Imana ituma abo bahanuzi waende waonye Israel, baje kuburira Abisirayeli. Ukisoma chapter ya 34, isomye PK kigisho cha 34 cy'abahanuzi n'abami. Kuna mtu akona Kiswahili? Hari umuntu ufite iki Giswahili? Ni chapter inasema Yeremia. Kigisho kivuga ngo Yeremiya. Hiyo chapter inaongea kuhusu viongozi walikuwa wa Israel. Icyo kigisho kivuga ku bijyanye n'Abisirayeli. Ilikuwa inalinganisha Josiah, cyagereranyaga Yesaya. Josiah. Ndio Yesaya. Josiah. Ni Josiah. Josiah alikuwa ni mfalme, alikuwa anafuata mambo ya Mungu. Ni Yosia. Hosea. Josiah. Hosea. Yosia. Lakini wale wenye walikuja baada ya after yeye, ariko abaje nyuma ye walifanya mambo ambayo hayakuwa wanampendeza Mungu kabisa. Bakoze ibintu bidashimishije Imana. Na wakaongoza Wanaisraeli kufanya mambo yampendezi Mungu. Barangije bayobora Abisirayeli mu gukora ibintu bidashimishije Imana. Sasa hii Yeremia 7, iyi Yeremiya 7 imechukulia hapo wakati watu walikuwa wamemwasi Mungu. Yahereye aho ngaho abantu bari kugomera Imana. PK na chapter 4. Chapter 34, kigisho ni cya 34. Ni chapter za mwisho mu maparagrafu ahera. Hili ndio hapo. Tafuta mahali panasema, mahali pako na Yeremia 7. Yeremia 7:23. 7:23. Mstari wa kwanza. 7 mstari wa kwanza. Sasa ukiwa hapo paragraph 2 za juu mahali inaanza na kusema nabii Yeremia
hapo juu. Hapo juu yake. Kiingereza ni pesa. Ni 4:12. Ni hatari hiyo. Tunaomba watu kwa ujumla Utatuwekea kwa Kiswahili. baranditse ngo saba mu Kinyarwanda cyo kikugora nyamara guhamagarirwa kwihana nyamara guhamagarirwa kwihana n'ivugurura ntibyumviwe n'imbaraga y'abantu. right, kuitiwa kutubu na uamsho haukutihiwa na wanadamu wengi uhereye igihe umwami mwiza Yosia yatangiye, kuanzia wakati mfalme mwema Yosia alikuwa ameanzia, abategekaga igihugu ntibagiye baba indahemuka ku nshingano. Viongozi waliokuwa naongoza nchi hawakuwa waaminifu kwenye jukumu lao, kandi bagiye bayobya benshi, tena walipotosha wengi. Yeho wahan Ruka hiyo paragraph next. Taruka hiyo paragraph jehezi. ako kaga kazasaba ako kaga kasabaga ko abantu muri rusange bakoresha umuhati ndetse mwinshi. Hatari hiyo ilikuwa inaomba watu watumie bidii. Hapo sasa tusikie vizuri au tuumve neza. Hiyo hatari yenye Waisraeli walikuwa wameingia, ako kaga Bisirayeli bari binjiye, ilikuwa inahitaji public and far reaching effort. Bidii ya wazi kabisa na ambayo inafika mbali. Kari gakeneye umwete wo kumugaragaro kandi umwete ugera kure ufite imbaraga. Endelea. Yeremiya yategetswe n'Uwiteka guhagarara mu mbuga y'urusengero, maze akajya abwira abantu bose bo mu Buyuda. Yeremia alikuwa ameamuriwa na Mungu kusimama kwenye uwanja wa kanisa wa hekalu. Bagombaga kujya binjira mu rusengero n'abasohokaga. Walikuwa wanapaswa kuwa wanaambiwa wale ambao wanaingia na wale wanatoka. Ubutumwa yabaga yahawe ntiyagombaga kugabanyaho ijambo na rimwe. Ujumbe alikuwa amepewa hakuwa anapaswa kupunguza hata kidogo neno lolote, kugira ngo abanyabyaha bo muri Siyoni bagire amahirwe yuzuye, ili wenye dhambi wa katika Sayuni waweze kuwa na bahati kamili. Ishoboka yo kumvira no guhindukira bakava mu nzira zabo mbi. Masimamia hapo, asante. Nishaka wagararira Hapa angaha ukiendelea kusoma chini, iyo ukomeje gusoma hepfo, inaendelea kuongea kuhusu jinsi Mungu akomeza kuvuga uburyo Imana, hata kama walikuwa wameanguka katika dhambi kiasi gani, nubwo bari baraguye mu cyaha urugero rungana ruti, alihitaji Yeremia awaongeleshe bila kupunguza neno lolote. Yakeneye Yeremia kugira ngo babwire atagabanyije ijambo iryo ryose, na pia alikuwa anaonyesha Wanaisraeli, kandi yari kwereka Abisirayeli jinsi ni Mungu wa kupeana nafasi ya pili, yuko ari yuko Imana ari yo gutanga umwanya wa kabiri cyangwa amahirwe ya kabiri. Na sisi pia natwe nanone kuna safari tunasafiri, hari urugendo turimo tugenda cyangwa twatangiye, na vipingamizi ni vingi ndetse ibicantege ni byinshi.
Kuna wenye wameibiwa kama venye tumesema, kuna kipingamizi cha wizi. Hari abibwe nkuko twabonye yuko hari ingorane zo kwibwa. Kuna wenye wameenda hasara. Hari abagiye mu gihombo. Na kuna wengine, hari n'abandi biashara ilikuwa mzuri, mucuruzi bwari bumeze neza, lakini wenyewe wakasema hawaitaki. Ariko bakavuga ngo ucuruzi ntitugushaka. Kuna vipingamizi vingi. Hari ibirushya byinshi. Lakini sasa tuanze na lengo ya kazi yetu. Reka noneho duhere ku mugambi w'umurimo wacu. Ukisoma kitabu cha Yeremia, yisomye muri Yeremia, ni mambo ambayo tumeisoma, lakini leo nitapenda niulize swali. Ni byo twasomye ariko arashaka ngo aze kubaza ikibazo. Ya kwanza. Yeremia igice cya mbere. Soma mstari wa 10 pole pole. Soma umurongo 10 gahoro gahoro. Panasema, aravuga ngo, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa. Yeremia anaambiwa, Yeremia arabwiwe ngo natwe turabwirwa ngo ushize hejuru y'amahanga. Na juu ya falme. Ibihugu n'abami. Ili kung'oa, kurandura, na kubomoa, no gusenya, na kuharibu, no kurimbura, na kuangamiza, no kubika, ili kujenga na kupanda, kubaka no gutera imbuto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashimwe. Niona ni wangapi tuko pamoja? Turebe turi kumwe hano. Tuko kwa kitabu gani? Yeremia. Gapi? Moja. Tumesikia nini hapo? Kumvisha icyo ngaho. Tumesikia mambo mengi hapa. Wewe utaongea. Wewe huwezi ongea hata wewe. Hata wewe. Nataka hao wa nyuma. Abari nyuma. Yeremia yavuze ama vijana pia ama watoto. Yeremia amewewe kumoa na kujenga na kubomoa. Good. Amesema kung'oa. Ingine kurandura, kubomoa, gusenya, kuharibu. Wewe tanyamaza. Kuangamiza. Kung'oa, kurimbura, kuangamiza ni kurimbura, kuharibu no kwangiza, ili aweze haza kubaka no gutera imbuto. Sijui kama mmaifanya hii mambo ya kawaida, maisha ya kawaida, si ingine Yeremia anaambiwa. Mmaifanya hii mambo? Nigeze mubikora atari ibi bisanzwe byo kuvuga Yeremia ari kuvuga. Mama Abini nimesikia akiwa wa kwanza kujibu ndio. Mama Abini wasije mbele. Atuambie amefanya gani kwa hizi. Mwanzo wakoze iki? Zote. Gani rahisi? Gani rahisi, gani ngumu ama zinafanana zote? Kubomoa inakuanga rahisi. Kubomoa ni rahisi. Sote ni rahisi hizo nne. Hiyo mmepata 0. Hii si rahisi, tutajua kwa nini. Na hii Kuharibu ni ngumu. Ni rahisi. Ni rahisi. Hata ukipita kwenye mlima wa mtu na ng'oa mahindi moja unaendelea. Hizi tatu hazijaachana sana. Ziko sawa. Lakini tukuje kwa hii. Sisi wakati tulikuwa shule, Igihe twari ku ishuri, kuna vitu zilikuwa zinaitwa punishment. hari ibintu bitaga ibihano. Nyinyi mnakuwa na punishment? Hata nyinyi? Ku ishuri mujya mugira ibihano. Na punishment hata nyinyi wakati mlikuwa shule, hata wenye wajaenda shule nyumbani kuna punishment. N'abataragiye ku ishuri mu rugo hajya haba ibihano naho. Na punishment inalingana na makosa. Kandi ibihano biterwa n'ikosa wakosa. Si ni kweli? Sasa sisi tukiwa shule, ubwo ari ku ishuri, mtu akifanya makosa, je, umuntu yakoraga amakosa, unapata ametumwa nyumbani, usangaga atumwe mu rugo. Kama aliruka fence akaenda mashughuli, nimba umuntu yabaga arenze ikigo akajya mu tundi tugahunda, anatumwa nyumbani, ahabwa arambuye akajya mu rugo, alafu anaambiwa ukuje na fence.
none bakakubwira ngo uzaze uzanye na senyenge. Mwambie mzazi akununulie sengenge. Mwambie mzazi akununulie sengenge. Ukaza witwaje senyenge. Lakini kuna makosa, ariko hari amakosa ambayo haikuwa rahisi, yabaga atoroshye, kama ya kupanga mgomo. Nkiyo gupanga mugambi wo kugira nabi urugomo. Watu wenye walikuwa wanapanga mgomo, abantu babaga bapanze gukora urugomo, ulikuwa unashikwa, warafatwaga, unatumwa nyumbani, ukoherezwa mu rugo. na uambiwi urudi after mwezi ama siku ngapi. Ubwirwe ngo uzagaruka igihe runaka. Wewe unaambiwa enda tukufikirie, tutakuita. Genda tube tugutekerezaho, tuzaguhamagara. Wakikuita, iyo baguhamagaye, wanakupatia kitu inaitwa stamp. Ndio unajua stamp? Mishina. Wakati mti imekatwa, ni igitsinzi cy'intumwa. wakati mti imekatwa kuna hii kitu inabaki. Igihe batemye igiti hasigaramo igitsinzi n'imizi yacyo. Ukiona mtu amepewa hii punishment, yabona umuntu yawe iki gihano, wewe hakuna mtu amefanya makosa kumzidi. nta wundi muntu wabaga akoze amakosa nkawe. Sasa wenye wanasema kung'oa ni rahisi, abantu bavuga ngo kurandura biroroshye, hawajai patana na mahindi. bigeze bahura nayo. Ukipatana na mahindi ni rahisi, Uhuye n'ikigori ni sawa, ama mbosho cyangwa se ibishyimbo. lakini hii ariko iki, hii ilikuwa inachukua mtu ndorori hii inaweza chukua mtu siku ngapi? iki gihe gishobora gufata umuntu. Kwa ngumu ni Hii mtu hii tulikuwa tunaona mtu anakuja, habonaga umuntu akaza, terms ni ya miezi 3 ikienda miezi 4 sana. igihe muri cyabaga gifite amezi 3 cyangwa 4 Terms ndio muhula. Anamaliza tamu mzima akarangiza igihembwe hajai ingia kwa class, atarajya mu ishuri. Kwa sababu utaingia, unaambiwa uingie kwa darasa wakati umemaliza hii. Ngavuga uzinjira mu ishuri bamaze gukuramo iki kintu. Mnalala pamoja, mukarara hamwe, mnaamuka, mukabyukana, mnakunywa chai na yeye, mukanywa icyayi muri kumwe, mnaenda kwa class kwa sababu ni kuna giza. Mukinjira mu ishuri kuko habaga ari mu mwijima. Mkishatoka mnaenda mnajitayarisha, mnaoga, mwarangiza mukajya gukaraba, sasa mnarudi kufundishwa kwa class, mukajya mu ishuri kwiga. lakini yeye mnaachana. We akabasiga mugatandukana, Yeye anaenda kwa hii akajya gukira kake mpaka amalize, kugeza soje. inachukua muda wa miezi 3 na igafata igihe cy'amezi agera muri 3. sasa, lakini hii ndio kazi tuko nayo. Noneho uyu niwo murimo dufite, Maambio tung'oe. noneho turabwiye ngo turandure. Kuna vitu ambavyo unabomoa na siku, hari ibintu ushobora kusenya n'umunsi umwe, lakini kuna vitu hapa itakalia wengi, abi kiraza kuza kugora benshi, kwa sababu kung'oa sio rahisi. ntabwo kurandura ari ibintu byoroshye. Ni kweli ama ni uongo? Ukuri cyangwa ni ibinyoma. Kung'oa sio rahisi, ntabwo kurandura byoroshye. Kuna vitu zimekolea ndani ya maisha yetu. Hari ibintu byabaye akamenyero mu buzima bwacu. Umejikuta umefanya kitu, wari wisanga wakoze ikintu haujaifanya kwa muda wa miaka, utakoze ku gihe cy'imyaka, mpaka wewe unashtuka. Ikintu utakoze igihe kirekire cy'imyaka ariko wagikora ukikanga, nawe ubwo ukikanga, unajiuliza kweli, na si hii kitu nilikuwa nimefikiria nimeiacha. ukibaza ngo by'ukuri iki kintu sinari nzi ko nakiretse, hata nilikuwa nimeisahau inafanywa aje, na naranakibagiye uko gikorwa. Lakini miaka inapita, ariko imyaka igatambuka, unaifanya vizuri hata venye ulikuwa unaifanya, ukagikora neza nk'uko wagikoraga kera. Ni hii kazi tuko nayo ya kung'oa. Ni uyu murimo dufite wo kurandura. Kazi ya kufanya nini? Ya kung'oa si rahisi. Kurandura ntabwo byoroshye. Tuko pamoja, lakini ni kazi ambayo tuko nayo. Ariko ni umurimo dufite. Kuna tabia ambazo zimeingia ndani. Hari imico yatwinjiye. Hata mafundisho mangapi, niyo wakigishwa ibyigisho bingana iki, haiwezi ng'oka haraka, ntiranduke byihuse. Inahitaji ufanye kama huyu. Biragusaba ngo ukore nk'uyu, kwa sababu huyu, kubera ko uyu kama angepatiwa muda kidogo, aambiwe hii wiki rudi kwa class, yaba yarahawe igihe gito akabwirwa mu iki cyumweru yinjire mu, alafu wiki nyingine rudi ukang'oe,
Noneho ikindi cyumweru ugaruka urandure. Inaweza mchukua mwezi. Ushobora kumufata ukwezi. Lakini kwa sababu alikuwa anaifanya kila siku, Kwa ariko kubera yagikoraga buri munsi, ilikuwa inachukua muda mrefu, byafataga igihe kirekire. lakini ni afadhali kuliko kama angekuwa ana break. Ariko nibyo byiza kurusha uko yagomba kuyagenda anyuzamo iki. Na sisi pia ni hivyo hivyo. Natwe nuko. Ikiwa kuna kitu tunang'ang'ana nayo, Nimba hari ikintu turi guhangana nacyo, ni vizuri kung'ang'ana nayo kushinda kila siku. ni byiza kurwana nacyo buri munsi. Ukichukua break, Iyo ushizemo agahenge cyangwa agahe, itakuwa ngumu zaidi kizakomera kurushaho kugira ngo mbere yo kugikuraho. Songe mbele. Katuje mbere. Hii simu yangu imeharibika, inanidanganya. Ni saa ngapi? Saa 6:11. Tutaenda kwa haraka. Turihuta. Kwa kitabu ya Timotheo tutamaliza lengo kisha tuingie kwa vipingamizi. Igitabo cya Timotheo turasoza umugambi ngo twinjire mu bigore cyangwa mu ngora. Timotheo wa kwanza ni urwandiko rwa Timotheo wa mbere. Hebu soma 2:4 nione kama kabiri kane. Nasema Avuga ngo ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Shaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ama hadi 5. Sawa. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kandi hariho umukuzi umwe w'Imana n'abantu nawe, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, atakao shuhudiwa kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Tulikujana. Timotheo anasema ya kwamba Timotheo aravuga ngo mapenzi ya Mungu, urukundo rw'Imana. Nilikuwa nataka mstari wa kwanza lakini ni sawa. Inasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani. Irya mbere rya byose ndagugurira kwinginga abantu bose zifanyike kwa ajili ya wanadamu na watu wote, no kubasengera no kubasabira, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, tuishi maisha ya utulivu na amani, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, katika utauwa wote na ustahivu, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Hili ni nzuri. Iri ni byiza. Hiyo yote yenye tumetaja hapo ni mzuri. Ibyo twavuze byose hejuru ni byiza. Nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu, ambaye ari anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Ari ushaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Kuna wakati nilikuwa nasoma kitabu ya Dada White. Aligera arimo gusoma igitabo cya Ellen White. Kuna mahali ilikuwa inasema na sawa ni kitabu gani. Kibagiye ariko haraho yigeze asoma. Inasema ya kwamba Yesu alikufa. Yesu yarapfuye niko cyavugaga. Alikuwa anachukua kitu inaitwa risk. Yarafashe ikintu bita ingorane cyangwa kwirengera ingorane. Risk mu Kinyarwanda cy'abaki. Risk tunaisikia, si ndio? Akaga. Alikuwa anachukua risk gani? Yaragafasha kaga cyangwa si ihe risk. Alikuwa anachukua risk ya kukufa kabisa. Yarafashe risk yo kuba vuga ngo ngiye gupfa kabisa. Ya kukufa kabisa. Mu gupfa atarimo kuzufufuka. Ndio maana aliomba ile ombi mara 3. Niyo mpamvu yasenze arya masengesho inshuro 3. Alikuwa anaangalia mbele, anashindwa kweli nitatoboa. Arimo arembera akavuga ati kweli nzabivamo, nzabishobora. Hii mzigo nitaiweza. Uyu mutwaro nzawikorera mushobore. Akasema wacha nitachukua risk. Akavuga nereka mfate hata kama sitafufuka. Risk nubwo ntazuka, lakini watu waokolewe, ariko abantu bakije. Huyo Mungu bado, iyo Mana nubundi ndiye anaandika hii maneno. Ndiyo yanditse aya magambo. Anasema anapenda wanadamu wote wafanye nini? Waokoke. Shaka yuko abantu bose bakizwa na wapate kujua yaliyo mema kandi bakamenya ibyiza cyangwa ukuri. Na sisi tuko na hiyo jukumu. Natwe dufite iyo nshingano. Kwa sababu sisi na sisi tumejaliwa kujua mambo ambayo ni ya ukweli. Kuko natwe twagiriye amahirwe yo kumenya ukuri, lazima na sisi tuko na jukumu ya kujulisha wengine. Ngombwa natwe dufite inshingano yo kumenyesha abandi. Tukifunga kipengele cha lengo, tufunze ingingo yo mugambi, tutafunga na quotation iko hapa kwa haraka. Turafunga dusomye no murongo kwa ile kitabu ya PK bado cya gitabo cy'abahanuzi n'abandi, ukurasa wa 232 232. Bwana Yesu asifiwe. Chapter.
Bwana Yesu chapter 18. Icyigisho ni cya 18. Tuko pamoja? Turi hamwe, Msichoke tafadhali. Si ndio? munanirwe. Tunawaomba. Si ndio? Kama tusimame kidogo. Gaduhagarare gatoya. Simame tu kidogo tu, hata kama wewe jalala, kama ungelemewa. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Kwa kitabu gani? Turi mu kihe gitabo? Tunaangalia lengo, tunataka kufunga kuhusu malengo ya matengenezo. Turashaka gufunga iyi ngingo ivuga ngo umugambi w'ubukozi. Nani atatukumbusha fundisho yetu tunasema aje? Nende uratwibutsa umutwe wacu w'icyigisho twavugaga. Lengo la matengenezo na viangizi vyake. Si tumeona malengo? Twabonye umugambi. Tunataka kufunga kwa malengo kwa hii process. Shaka dufunge ku mugambi muri iki cyigisho. Isi ikeneye ibihamya bigaragaza umukristo nyakuri. Nanga dunia inahitaji Isi ikeneye ibihamya dunia inahitaji shuhuda bigaragaza ubukristo nyakuri ambazo zinadhihirisha ukristo wa kweli kweli. Dunia inahitaji nini, Johnson? Ibihamya. Inahitaji nini? Dunia inahitaji Rudia. Isi ikeneye ibihamya bigaragaza ubukristo nyakuri. Dunia inahitaji shuhuda inayodhihirisha ukristo wa kweli kweli. Unajua kuna utofauti kuna utofauti wa kile dunia inataka ama si dunia. Kuna utofauti wa kutaka na kuhitaji. Hari itandukaniro ryo gushaka no gukenera. Kama saa hii Nk'ubu ngubu kwa mfano, urugero, dunia isi kwa mfano kama kwa sababu ya ugonjwa kubw'uburwayi sikuwa nataka kutaja mtu lakini nitataja. ntabwo yashaka pointing umuntu uriko reka muvuge. Ile kazi ya terasi mnaijua? Akaja kwa kazi ka terasi Na ya huyu kijana. masengesho muramuzi. Dunia inahitaji kuwe na duka kama hizo ama hoteli kama hizo. Isi ikeneye ko hagomba kubaho hoteli nk'izo cyangwa restaurant nk'izo. Lakini dunia inataka, Ariko isi irayikeneye. haitaki. Isi ntibikeneye. Hiyo ndio hatari ya hiyo kazi. Ako niko kaga kako kazi. Na ni hatari ya hii Ndetse ni n'akaga kako ambayo tunasoma. kibi turi gusoma. Dunia inatuhitaji, Isi iradukeneye lakini haitutaki. ariko ntidushaka. Lakini mnaona uzito kweli? Se muri kubona uburemere mu by'ukuri. Ni kama upate mtu wako mgonjwa, Ni nk'uko wasanga umuntu arwaye anaenda kukufa, agiye gupfa, anapewa option mbili. agahabwa amahirwe abiri. Anapewa dawa Agahabwa umuti na kifo. n'urupfu. Lakini anahitaji gani? Ariko mwemwe murebye yarakeneye iki? Dawa. Anahitaji dawa, Yarakeneye umuti, lakini yeye anataka kifo. ariko akaba yishakira gupfa. Ni rahisi? Urabona ibyo bintu byoroshye? Si rahisi. Nuko isi imeze. Rahisi gani? Byoroshye. Ni ngumu. Sasa hapa inasema Noneho hano haravuze ngo dunia inahitaji. isi ikeneye. Inahitaji nini? Ushuhuda wa Wakristo wa kweli. Ikeneye ubuhamya bw'abakristo nyakuri. Kwa sababu gani? Kubera iki? Uburozi bw'icyaha Sumu ya dhambi burakorera mu mitima y'abantu bagize umuryango hufanyia ndani ya mioyo ya watu wameunda familia. mugari w'abantu. Familia kubwa ya wanadamu. Imirwa minini minini n'imijyi Miji mikubwa mikubwa na miji midogo yasayishije mu cyaha imetia mizizi no ndani ya kwangirika dhambi kw'imico mbonera. na kuharibika kwa tabia
kuna kuharibika kwa tabia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shime. Unajua heri tusikie hii na hata tufungie. Ahubwo kwa jaruta tukumva ibi ngibi twashaka tugafunga. Lakini isitupite. Ariko ntiducike. Dunia inahitaji ushuhuda wa Wakristo waaminifu kwa sababu gani? Isi ikeneye ubuhamya bw'abakristo bukuri kubera iki? Kwa sababu dhambi zimekolea ndani. Sumu ya dhambi imekolea ndani ya dhambi imekolea ndani ya mioyo. Sumu ya dhambi imefanya nini? Imeingia katika ukundi la familia kubwa ya wanadamu. Yeye ndio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shime. Sasa kweli acha nitoe mfano. Nikatanga urugero. Unaona wakati kulikuwa na sana anaweza kumbuka hii nini ilifanyika hii miaka? Vita ya kwanza ya dunia. First World War. Unajua zile nchi zilihusika. Nani anaweza tuelezea vile kulikuwa kunaenda? Ninde wadusobanurira uburyo aya mateka y'intambara ya mbere y'isi byagenze? Basomye histoire. Hizi nchi za Europe, Ibihugu by'Uburayi ndio zilikuwa zimeingia kwa vita sana, si ndio? nibyo byari byinjiye mu ntambara cyane. Ilikuwa inafika mahali Yari kujya bigera ahantu hii vita y'intambara iliua wale soldiers trained, yani kama saa hii kwa mfano tuvuge nk'urugero nk'uko si kila nchi iko na wale soldiers wamekuwa trained. ni buri gihugu cyose kigereye bita wanajeshi wamekuwa trained wakafika kiwango kabisa. Abasirikare bagera kuri rwa rugero rwo hejuru. Kukitokea vita, iyo habaye intambara, hawa ndio watatangulia. aba nibo batangira. Wakiisha, iyo bashize utapata masengesho hapa. Uzasanga masengesho. Hata kama hajasomea vita na nini, utampata hapa. Nubwo ataba yarize kurwana ariko nawe uzamusanga. Nani anaweza tuambie kwa sababu gani? Ninde watubwira ngo kubera iki? Sababu masuja wameisha. Kwa hivyo masengesho wameona anahitajika. No bigeze ama nonyesha abonye uko akenewe. Si ndio? Ameona anahitajika kabisa. Abonye yuko ageze hakenewe. Hata kama wanitaki lakini mimi ndajitoa niende. Niko nubwo batanshaka. Hivyo ndio maana hiyo vita ilikaa hivyo na iliua watu wengi sana. Niyo mpamvu intambara yabaye kwa sababu ulikuwa unapata wakulima. Nuko icyo gihe wasangaga abahinzi. Mtu anaacha ukulima, akareka ubuhinzi, anasema hii nchi inanihitaji. Iki gihugu kirankeneye. Acha niende. Reka ngende. Na hata hajaishika bunduki. Kandi ntarafata kumbunda. Labda kitu ameua kubwa ni kuku. Ndiye ikintu yishe cyane. Lakini amesema hii dunia inanihitaji. Ega akavuga ati igihugu cyane n'isi birankeneye. Hiyo ni mambo ya dunia. Ibyo ni byisi. Lakini sisi tuko na hiyo roho. Ese twebwe dufite uwo mutima. Ati tujue Mungu anatuhitaji. Tumenye ngo Imana iradukeneye. Hapa haijasema Mungu anatuhitaji tuende China. Ntabwo Imana idukeneye ngo tujye mu Bushinwa. Mungu hajatuhitaji tuende wapi na wapi. Ntabwo Imana idukeneye. Nimesema Mungu anahitaji nini? Anahitaji Tutarudia mpaka tuishi. Shuhuda wa kama vile tumeshika Kristo wa neema. Tuko twafashe Kristo ila ndimo ya 10. Nasema ngo ni quotation tu. Dunia inahitaji nini? Isi ikeneye iki? Dunia inahitaji ushuhuda wa Wakristo. Isi ikeneye ubuhamya bw'abakristo nyakuri. Na kwa sababu tunajua dunia inahitaji, kuko tuzi yuko isi ikeneye, na sisi tujipatie nguvu ama tujipatie motivation, yani tujisukume, natwe tuyishyiremo akabaraga twisunike, ili tukue ushuhuda wa Kristo waamini, kugira ngo tube abahamya b'abakristo. Soma hapo chini tukimalizia. Isi yuzuye uburwayi, isi dunia imejaa ugonjwa, imibabaro no gukiranirwa, maumivu na utenda uovu. Hafi na kure hari abantu bari mu bukene, karibu na mbali kuna watu ambayo ni wanyonge, no gukirano ni ambayo ni wasikini manyonge, no guhagarika imitima na kusimama kwa mioyo, baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinga na kuhangaika na kusikia wamelemewa na moyo wana moyo wa kulemewa, nayo washitaki kandi bari kurimbuka kubwo kutabona icyabakiza, tena wanaangamia kwa sababu ya kutoona jambo la kuwaonya. Ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ngoja. Hiyo maneno haiwezi pita hivyo. Magambo ni yashiruka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo maneno haiwezi pita hivyo. Magambo nawe yatambuka huko.
Ikipita hivyo itakuwa hasara. itakuwa mzuri. kiraba ari igihombo ayo magambo natambuka. Na Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Turebe abo turi kumwe. Si niliwaomba kutoka nianze nikawaomba msamaha. Yatangiye ariko basaba imbabazi. Inaweza kaka. Nishobora gutinda. Sasa niko sure Ndorori pia anangoja tu kidogo hivi aniinulie mkono. Ndorori nawe asigaje gatoya azamurwa. Lakini naye angoja kidogo. Naye nategereze gato. Kwa sababu hatujui kesho. Kwa ko tutazi Ni ejo. kweli. Hakuna mtu anajua kesho. Nta muntu uzi ejo. Ile tuko nayo saa hii tuichukulie na uzito. Reka ibyo dufite uyu munsi tubishywe uburemere. Ni wangapi wanaona wanahitaji hii fundisho? Turebe abantu bakeneye Ni iki. kila mtu, si ndio? Kwa hivyo kama unahitaji, kama vile hao walikuwa wanafanya, Nkuko aba babikoraga. si mnajua hata story ya Mila? Mnamjua? William. Muzimu z'amateka ya William Mire. Naye alifanya nini? We yakoze iki? Huyu mtu alikuwa mwanajeshi. Ni ukweli? William Mire yari umusirikari. Hakuwa mwanajeshi. Mwanajeshi. Lakini waliwahi pigana. Ntabwo ari umusirikari ko yigeze arwana. Huyu mtu aliona nchi yake ya Marekani inamhitaji. Yarebye igihugu cye cya Amerika ko kimukeneye. Mpaka akajitoa akaenda huko. Arangije aritanga aragenda. Akiwa huko Ubwo yari ariyo kwa vita mu ntambara. ndio sijui kama ni kombora. Kuna kitu ililipuka karibu na yeye. Hari igisasu cyaturikiye hafi ye. Hapo sasa ndio mawazo yake akaanza kufikiria mambo tofauti. Nibwo bitekerezo byatangiye gutekereza bitandukanye. Akaona mwenye alikuwa kando yake amekufa. Akabona wari uri iruhande rwe yarapfuye. Naye ako hai. Nawe ni muzima. Kaona hapo hapana. Kavuga ata wapi? Hapana hapo kuna kitu imefanyika. Aho hari ikintu cyabaye. Hapo kuna mtu amenilinda. Hano hari umuntu waninze. Haikuwa kawaida. Ntabwo byari bisanzwe. Mpaka sasa ndio akajitoa kwa kazi ya Mungu. Nibwo yitanze no kujya ku murimo w'Imana. Kwa hivyo kama tunahitaji kusikia fundisho, Nubwo twitanze kumva ikigisho. tukue tayari kuondoa vikwazo vyovyote. Reka twitegure gukuraho, si ndio? Ibigoranye byose cyangwa impamvu zose. Ukisoma kitabu ya Bunyani, jamaa anaitwa Bunyani. Somye mu gitabo cy'umuntu bita Bunyani. Mnamjua inaitwa nani? Msafiri. Na mahali igitabo cy'umugenzi. Msafiri alikuwa anasafiri na watu wengine. Mugenzi yari arimo akora urugendo ari gukora urugendo n'abandi bantu. Wakafika mahali kulikuwa na kaupepo. Bagera ahantu hari akayaga. Kanaleta usingizi. Gatera ibitotsi. Mwaisoma hapo? Narasomye. Anasema kuna mahali kuna kaupepo kazuri. Aranje avuga ngo hari akayaga keza. Lakini kaupepo kalikuwa kanaleta usingizi. Ariko ako akayaga kari kazana ibitotsi. Mmoja akamshauri akamwambia, aramubwira ngo situtulia hapa kwa kaupepo unasikia vile ni kazuri. Aretse tukicara kwa akayaga ndikumva uri imvura karyoshye. Hivyo ndio usingizi inakuanga. Uko ni kubitotsi bimera. Mimi sidhani kuna mahali usingizi mahali kuwa mbaya. Na bacheka kwa ahantu umuntu ibitotsi byigeze biba bibi. Hata ukiuliza ule mwenye wanapatana na president, niyo abazugihura na president, alafu anashikwa na usingizi hapo, agafatwa n'ibitotsi aho. Ukimuuliza kama hiyo usingizi ilikuwa tamu ama mbaya, atasema ilikuwa tamu. Umubajije sibyo bitotsi byari byiza cyangwa byari bibi, ni ngombwa kuvuga ibitotsi byari byiza. Tuko pamoja? Turi kujyana. Kwa hivyo tukue tayari kupingana na kila kitu yenye natuzuia. Reka tutegure kurwanya ibitotsi. Rudia hapo hiyo point isikike. Some ujye aravuga ngo isi yuzuye uburwayi, dunia imejaa magonjwa, imibabaro no gukiranirwa, maumivu na uovu. Hafi na kure hari abantu bari mu bukene no guhagarika umutima. Karibu na mbali kuna watu na umaskini na kuhangaika. Baremerewe cyane no kumva bafite umutima ubashinja icyaha. Wamelemewa sana na kujihisi wana moyo wa kuwashtaki dhambi. Kandi bari kurimbuka kubwo kutabona icyabakiza. Tena wanaangamia kwa sababu ya kutoona jambo la kuwaponya. Kuna watu wamevutwa chini ama wako na mzigo kubwa. Hari abantu bafite umutwaro uremereye ya kujihisi guilty, yo kwiyumvamo yuko bakora icyaha cyangwa ari abanyabyaha. Na inasema maneno mazito hivi, none banje bavuga amagambo aremereye ati wanakufa barapfa bila kupata ama
influence ya watu wazuri. Yo kuko kubura rukuruzi y'abantu beza. Soma hapo next. Noneho hepfo. Hepfo aravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ukuri habari njema ya ukweli buri mbere yabo, iko mbere yao, nyamara ntibabura gupfa bitewe nuko urugero raiti hawakosi kifo bitewe nuko urugero rwabagombye kubabera impumuro, kwa sababu mfano uliopaswa kuwa harufu kwao y'ubugingo, harufu ya uzima kwao izana ubugingo, ahubwo kwa sababu ya kuwa harufu inayoleta uzima, ahubwo ruba impumuro y'urupfu, bali huwa ni harufu ya kifo. Ubugingo bwabo bunywa ibisharira, maisha yao hukunywa mambo machungu, bitewe nuko amasoko arimo uburozi, kwa sababu chemchem zao zina sumu, mu gihe yagombye kuba isoko y'amazi. Heri ingekuwa chemchemu ya maji idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, inayotiririka kuelekea katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Dunia inaangamia. Isi irarimbuka. Kuna watu wametajwa hapo wanaangamia. N'abantu bavuzwaho ngaho bagiye kurimbuka ariko baradukeneye. Najua kuna mahali nilisoma hata mimi mwenyewe nikapata changamoto. Na hari ahantu yasomye nawe biramucanga. Ilikuwa inasema aravugaga ngo kitu yote inafanyika kwa maisha yako. Ikintu cyose kibaho mu buzima bwawe haifanyiki tu hivi. Ntago kibaho kubaho nta mpamvu. Kila kitu iko na sababu. Buri kintu cyose gifite impamvu. Ukisikiza hayo maneno, iyo uyimbisha ayo magambo, utakaa chini upige mahesabu, hata wewe uone hiyo mahesabu inakuwa ngumu. Uzicare hasi uteri imibare urebe kuna imibare izabikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ati wakati umekaa kwa gari, igihe wicaye mu modoka, hamujapanga ati mnaenda mahali na hao watu. Ntago murapangana ngo mugiye ahantu nabo bantu. Gari ya watu 32, abantu 32 bari mu modoka. Ukikaa kando ya watu wengi sana, iyo wicaye ku ruhande rw'abantu benshi cyane, watu wawili tu, ni babiri, si ndio? Hawezi kaa zaidi na kando ya watu wawili. Ntago wakicara kure birenze abantu babiri. Na hapo aho kuna sababu, hari impamvu. Kuna sababu ya kukaa hapo. Hari impamvu yo kwicara. Pengine ukuwe ni imesema aje? Ukuwe ni chemichemi kali vita. Chungu ama ukuwe ni chemichemi ya kuleta uzima. Cyangwa se bibe ukasanga ni impumuro izana impumuro yo gusharira cyangwa yo nikari cyangwa impumuro kuzana ubuzima. Tunaenda kwa haraka. Turihuta. Mungu atusaidie. Imana dufashe. Kuna lengo ambayo pia ni kazi yangu. Ari umugambi ndetse ari wo muri munakomeye. Tumesoma kuhusu kung'oa, twasomye kubijyanye no kurandura, tumesoma kuhusu mapenzi ya Mungu ya kwamba kila mtu ajue ukweli na aokolewe. Buri muntu wese twasomye kubijyanye na tumemalizia rw'Imana kugira ngo umuntu wese akizwe. Tumemalizia na kusoma ya kwamba ndetse dusoreje mu gusoma yuko dunia inahitaji nini? Isi ikeneye iki? Dunia inahitaji ushuhuda wa Wakristo wa kweli. Isi ikeneye ubuhamya bw'abakristo nyakuri. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Nataka kwenda kwa vipingamizi. Dushaka kujya mama, nilikuwa nafikia tumemaliza. Muzi ko shoje. Kipingamizi cha kwanza ni Matendo ya Mitume. Ingorane ya mbere turesoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume sura ya 8. Ibyakozwe n'intumwa marareba abana hanze bo kudusakuriza. Nasoma tu mstari wa 4. Parasema ibyakozwe n'intumwa 4. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwa kitabu gani? Sura gani? Sura gani? 8:4. Panasema lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko, batatanye bose bajya wakilihubiri neno, bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Endelea. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Na makutano kwa 100 wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu
wakawatoka wengi waliopagawa nao. Simamia hapo. Hapa ahangaha wanafunzi wa Yesu intumwa za Yesu walikuwa wameanza kupata mateso. bari batangiye guhura n'akaga. Sasa wakati sasa mpango wa Mungu ya ujumbe wake uenee duniani, kugira ngo noneho umugambi w'Imana warugambiye kugira ngo ugere ku isi yose, si ndio tunaweza sema ndio kanisa inataka kuanza kidogo. Aho siho twavuga ngo itorero ryashaka gutangira. Tuko pamoja? Turi hamwe. Sasa wakati kanisa inaenda kuanza sasa kwa dunia yote, igihe itorero rigiye gutangira no ku isi yose, ndio tunasoma haya maneno. Niho tusoma haya magambo. Tunasoma Filipo, kuna mahali alienda, naho Filipo yagiye, wakapatana na mtu ameandikwa kwa hiyo mstari wa 9. Barangije bahura n'umuntu wanditse ku icyo kwa murongo wa 6. Tunasema kama kuliko kusoma sana tutauliza swali. Tutarasoma cyane katubaza ikibazo. Nani anakumbuka huyu Simon? Ndio wibuka Simon. Alikuwa anaitwa Simon. Simeon nini mwibuka? Jonathan. Mwenye mkono. Kuna wakati Filipo walikuwa wakihubiri wakitoa pepo. Hariho igihe Filipo babwirizaga bari gukirukana madaimoni. Kuna mtu alikuwa anaitwa Simon, alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya kazi ya uchawi. Alikuwa anafanya uchawi, analipwa. Yakoraga umurimo w'uburozi cyangwa umupfumu yishyurwa. Sasa akaona watu wanaekelewa mikono, akabona abantu bari kurambikwa ibiganza, wanapona, bagakira, wanaekelewa mikono, ashyirwaho ibiganza, wanaongea kwa ndimi, bakavuga mu ndimi. Akasema hapana. Avuga ati wapi? Hapa katanga hii lazima nipate hii. Ni ngombwa hivi bibone. Kama alikuwa anaendesha matatu akaona hii sasa ni basi. Neba ari kugendesha matatu akavuga ati none ni bisi. Lakini naye alikuwa mjanja. Ariko nawe yari mu nyateka mtu akapitia njia rahisi. Ahita aca mu za bugufi. Alipitia njia gani nani anaweza kuambia? Inzira bugufi nizo ni iyihe nje batubwiye. Ni njia ya pesa. Njia ya pesa. Ukweli. Lakini hii ndio njia alipitia. Hii niyo nzira yanyuriye. Aliingia, alisema atabatizwa. Akasema nimeamini. Yaravuze ati nge ndizeye. Sema hii ujumbe wenu ni ukweli. Avuga ati ubutumwa bwanyu ni ukuri. Nimeamini, ndizeye, hata nitabatizwa. Rekana nabatizwa. Basi alibatizwa? Yarabatizwa. Lakini baadaye ariko hanyuma akakuta akina Simon. Akakuta akina Philip. Ahura na Philip. Sasa hii sasa mimi niko na pesa kidogo, tufaranga duke, niambie hii kipawa unauza aje? Mbwiriye Imana muyigurisha gute? Mimi biashara yangu nataka niipanue. Ndagira ngo nagure umushinga wanjye. Hii nikifanya nitapanua biashara. None nkora ibi ngibi nzakora ibyashara nzakorera amahera. Point iko wapi? None umugambo uri. Vipingamizi, baadhi ya vipingamizi muri bimwe mu bigorana cyangwa mu muri bimwe mu mbogamizi. Vipingamizi kama hii mu ibi bicantege cyangwa izi mbogamizi nk'izi ni kwamba Mungu ama shetani anatangulia kuweka watu wabaya kwa ujumbe. Ni ikintu cya mbere akora ni ukuzana abantu babi mu butumwa, ili hiyo ujumbe iweze kulemewa hata mwanzo, kugira ngo ubwo butumwa butangire kuremererwa bugitangira. Kwa sababu kama huyu angepenya, nk'uyu nguyu yaza guca za bugufi, angeweza kuingia aweze kupata hiyo kipawa. Yashoboraga kwinjira akabona iyo mana. Ujumbe kabisa ingekuwa imeharibiwa sifa. Ubutumwa bwari kwangirika amashimwe yabo cyangwa ushimwe ry'ubutumwa. Tusome maneno iko hapa. Kadusome mu iki gitabo. Igitabo cy'intambara ikomeye ni sura ya 32. Kigisho cya 32 inasema mitego ya shetani. Kivuga ngo imitego ya Satani. Kiingereza ni 519 hapo. Ni 19 kizungu. 519 GC 519. Kiswahili ni 431. Baswahili ni 439. Tunasoma hapo kwenye inasema muongo mkuu. Hii panasema muongo mkuu unayo soma tena. Muongo mkuu unao soma tena. Muongo mkuu
unao Ashika hii yangu. Ah, Paragraph ya ngapi? hii hapa. muongo mkuu unao mawakala anao mawakala wengi walio tayari kuelekeza lolote na kila aina ya uongo ili kukamata roho kwa hila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma kitabu gani? Pambano. Sura gani? Sura 20:32. Ati inasema muongo mkuu akona nini? Anao mawakala Umushukanyi wengi. mukuru ufite abayoboke benshi, Ni kama wafanyakazi. ufite abakozi benshi Walio tayari kueleza lolote biteguye gusobanura buri kintu cyose na kila aina ya uongo na buri bwoko bw'ibinyoma ili kukamata roho kwa hila. kugira ngo bafate imitima n'uburyarya. Uasi huandaliwa ili ufae, Ubugome burategurwa kugira ngo bugaragare ko buboneye aina mbalimbali za hisia na uwezo na nafasi za wale anaowataka kuangamiza. buri bwoko bwose hirya na kure, n'ibyiyumviro n'ubushobozi n'umwanya za wale anaotoka kuangamiza, kwa wabandi ari gushaka kurimbura. Sasa hapa tusikize vizuri tafadhali. Aha turagera ngo tuhumve neza. Hapa ndio kuna point. Aha niho hari umugambi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Hapa ndio kuna nini? Kuna lengo. Hapa ndio kuna point. Hano niho hari lengo, hari Tusome umugambi. hapo. Ni mpango wake kuingiza ndani ya kanisa wanafiki. Hebu sikia hii. Umugambi we kwinjiza mu itorero indyarya. Ni mpango wa nani? Wa shetani. Ehe. Watu wasiobadilika Abantu batigeze bahinduka, ambao watachochea mashaka na kutoamini. uchochea ndabyita gute? Kuingiza Kugira ngo bazinjize iki? mashaka na kutoamini, Gushidikanya no kutizera, na kuwazuia wote ambao wanapenda kuona kazi ya Mungu ikiendelea na kuiendeleza. no kutangira abantu bose bashaka kugira ngo umurimo w'Imana uje mbere unakomeze. Wengi ambayo hawana imani ya kweli abenshi mu badafite ukwizera nyakuri kwa Mungu kw'Imana, au hawaamini neno lake, cyangwa se batizera ijambo rye, wanakubali kanuni fulani bajya bemera ibihamya runaka za kweli na kukubalika kama Wakristo, bajya bemera indongozi runaka z'ukuri zo kwemera, na hivyo wanawezeshwa kuleta, kubw'ibyo bashobojwa kuzana, kuingiza na kupenyeza makosa yao kama kwinjiza mafundisho no ya guseseka maandiko. amakosa yabo mu byigisho by'inyandiko. Byanditswe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama mmesikia hiyo. Inasema shetani akona wafanyakazi wa kufanya kazi yake. Satani afite abakozi bo kumukorera, Lakini kuna mpango wake yenye imefichuliwa hapo. ariko hari imigambi ye ishuwe aho ngaho. Nani anaweza tuelezea tu kwa maneno, si lazima useme venye imesema. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge nk'uko ivuze, Kwa maneno yako yenye wewe mwenyewe umesikia venye uko imesema. byumvisha. Mimi niwaambia hata msiinue mkono. Ondorori ameinua sawa. Nimesoma Yarasomye. Shetani ana mpango wa kuingiza watu wanafiki Satani afite umugambi wo kwinjiza indyarya wasiobadilika, batigeze bahinduka, wenye kuchochea ari bo bo kugenda bo kugira ngo Mashaka na kutoamini, kugira ngo binjize amwe abantu gushidikanya no kutizera. Hii ni changamoto changamoto ya matengenezo. Iki ngiki ni ibigoye ubugorozi. Shetani anajua ataingiza mtu hapa. Satani azi neza ko azinjiza umuntu hano, Lakini huyo mtu hana nia ya kwenda mbinguni. ariko uwo muntu udafite umugambi wo kujya mu ijuru Atabatizwa. azabatizwa, Hata kila sabato atakuwa anahudhuria. na buri sabato azajya yitabira amateraniro. Lakini shetani anajua huyo ni wangu. Ariko Satani azi ngo uyu ni uwanjye, Anamuandaa pole pole. akamutegura buhoro buhoro. Akifika saa ile ameiva, Ageze muri cya gihe ahiye neza aryoshye, hiyo chakula itakuliwa na washiriki na itawaharibikia. ibyo biryo bizaribwa n'abizera bizanabangiza. Ni changamoto si changamoto. Iyo ni changa, Ni kipingamizi si kipingamizi. iyo ni imbogamizi cyangwa si imbogamizi Kubwa sana.
Anasema kuna mtu atafurahishwa na kipengele kimoja. Hariho umuntu uzashimishwa n'ingingo imwe. Angalia aseme kabisa siku ya Sabato ni Saturday. Azareba avuge ati ko ku munsi w'isabato na isabato na ni masaa 24. Umunsi wo kuruhuka ni isabato na masaa 24. Lakini kuna mambo ambayo haezi achilia. Hana nia ya kuachilia hata kidogo. Harama ariko hari ibintu adashobora kureka na gatoya. Hiyo ni kipingamizi. Hiyo ni mbogamizi. Tuko pamoja? Kwa hivyo tukae macho. Noneho kubw'ibyo dukeshe. Waebrania 5. Waheburayo 5. Hiyo tumevuka. Kuma turambutse. Mstari wa 11 panasema 5:11, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, tumufiteho byinshi byo kuvuga kandi biruhije, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mumekuwa wavivu wa kusikia, kuko mwabaye ibihuri. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, kandi ubwo mwari mukwiriye kuba bigisha, maana wakati mwingi umepita, ubu kuko mumaze igihe kirekire, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya neno ya Mungu. Dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe n'ibyigisho na mbere byavuzwe n'Imana. Nanyi mumekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa kuko unywa amata hajui sana neno la haki, abataraca kenge, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Kumuvya ijambo ry'Imana ryo gukiranuka kuko ari umwana, kuko akiri uruhinja. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao, ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge, kwa kutumiwa kandi bamenyereye, zimezoezwa kupambanua mema na mabaya, kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno mazito. Magambo akomeye. Kweli. Lakini Mungu atujalie tuweze kuyasikia. Ariko Imana idufashe kugira tubashe kuyumva. Hano Paulo anaandikia Waebrania. Paulo yari kwandikira Abaheburayo na anaongelesha kwa ukali kidogo. Arangiza ababwira ashyizemo ugakarihe. Lakini ni ile ukali kama ya mzazi. Ariko ni bwa bukarihe nk'ubw'umubyeyi. Ukali ya upendo. Ni ugukariha k'urukundo. Tuone ni wangapi katureba ari bangahe wakizaa mtoto iyo babyaye umwana akitoka kwa tumbo ya mama yake, akiva mu nda ya mubyeyi we, atoke akiwa amenyamaza ametulia, watafurahi waseme Mungu yashukuru sana, yava yatuje cyane. Arangiza bakavuga ati Mana turishimye, turagushima cyane, kiganza hejuru. Akumva yishimye umwana aje ari umuturivu kabisa. Hakuna. Anafaa afanye nini? Anafaa aliye. Akienda naye nyumbani unamnyonyesha, umugejeje mu rugo uramwonsa. Akifika wakati wa kukula miaka ya kukula unampea chakula. Yagera igihe cyo kurya ukamuha ibyo kurya. Lakini ukimweka hivi asimame anashinda. Ariko wamuha ngo ahagarare akananira. Mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu, ya nne, ya tano. Mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ukimweka hivi asimame. Wamushyira ahantu wagarare bikamba. Ukimweka kwa kiti ajikalishe anaanguka. Yajya kwicara ku ntebe akagwa. Ni wangapi watainua mikono waseme Mungu nimekushukuru sana kwa huyu mtoto? Ni bangahe bazicara bavuga ati Mana bakoze? Sio rahisi. Si ni ukweli? Kwa sababu gani? Kubera iki? Mwanadamu ameumbwa ili akue. Umwana w'umuntu yarimwe kugira ngo akure. Wakati mtoto anakuwa, ndio umwana akura. Sasa ni example mzuri. Mama Abi, unaweza furahi ukifanyia mtoto hivyo akiwa miaka yangu. Urugero rwiza. Hautafurahi. Ngo Mama Abi urakishima umwana uri kugira uko yazagera mu rugero turimo ukimupfuna. Si ni ukweli? Kuna mahali utafika hata wewe uko unafurahi akijifanyia mambo. Na ahantu uzagera ukishima kuko nawe ari byo ari kwikorera. Katika mambo ya imani ni hivyo. No mu kwizera nuko. Ni kukua, ni gukura. Ukianza unakuwa ni kama mtoto. Utangira umeze nk'umwana. Lakini wakati unaendelea, ariko kukomeza, watu wanakuangalia na mbingu inakuangalia. Abantu barakureba n'ijuru likakureba. Inataka kuona mazao. Bagashaka kubona ibuto. Si ndio? Kwa sababu wakati mtu anakaa hatembei,
kanisa haitakuwa na furaha na mbingu haitakuwa na furaha. ameze nk'utabasha kugenda, itorero ntiryakwishima n'ijuru ntiryakishima. Ni kipingamizi, si kipingamizi. Iyo ni imbogamizi cyangwa si imbogamizi? Nayo tujaribu tuiweze kuiondoa. Nayo reka tugerageze kuyikuraho. Tuweze kuweka effort. Reka dushyiremo akabaraga. Ikiwa hata kushika microphone kwenda huko nje ni ngumu. Niba gufata mikoro kujya hano hanze ari iki? Kwenda mbele ya watu 500, 1000. Nimba kujya imbere y'abantu 500 cyangwa 1000. Ukijaribu na watu hapa kama watu 20, watu 30. Nagerageje hano abantu 20 cyangwa 30. Huko mbele haitakuwa rahisi. Ntabwo imbere y'abo bantu bize. Lakini hautaifika huko kama hujaanza hapa. Niko ntuzigera ugera ku rwego rw'abantu utarahereye hasi. Tuko pamoja? Kwa hivyo na sisi tutie bidii. Ndio natwe twongeremo akabaraga. Ni kila mmoja pamoja na mwenye anaongea. Ni buri muntu wese. Ni kila mmoja tunaongelesha na pia mwenye anaongea. Ni buri muntu wese turi kubwira nawe uvuga. Wacha nikupatie changamoto, kipingamizi ndani ya hiyo kipingamizi. Reka guhe ingorane mwindani hiyo ngorane cyangwa yako kaga. Wewe inafika mahali hari igihe bigera ahantu mtu mwenye amekaa sana, umuntu wicaye cyane, yeye amekuwa akikua, amaze mu butumwa agakura kuze, akiangalia ule mwenye amekaa zaidi yake, yareba wa wundi uri wabaye mu butumwa igihe kimurenze na hakui ntakura, na yeye pia itamfanyisha asikue, nawe shobora gutuma adakomeza gukura. Kwa mfano kubera ku rugero huyu brother ya huyu mdogo yake, umuvandimwe w'uyu, si ndio abi huyu mdogo yake ama mdogo wa Johnson cyangwa se mama na Johnson, wakiona hao wakubwa hawakui, babonye abakuru batari gukura, tabia labda ni zile, imico ni yindi, wamefika miaka 15, bageze imyaka 15, miaka 20, miaka 20, mkiendelea na tabia ile mugakomeza ya mico yanyu, huyo mdogo wako na Livingstone hawatabadilika. Uyu nguyu na wa murumu nawe ntago bashobora guhinduka, itakuwa ni ngumu, izaba si ni ukweli? Kwa hivyo tuzingatie sana kubw'ibyo, reka tubigiteho cyane. Unajua kuna mtego shetani huwa anatuweka. Noneho hari mutego satani ajya dutega, sana watengenezaji, cyane abagorozi. Wacha niseme mahali nilikuwa kabla ya hapa, reka mvugaho narindi mbere yo kuza. Ndio na nyinyi pia, kama haijawashika isiwashike, na kama imewashika mnaji. Namwe nimba byafataga mu bireke. Sisi wakati nilikuwa huko, igihe yarari huko ni wapi? Ni huko nilikuwa. Sawa. Na igihe yarari watengenezaji tu wanajiita watengenezaji. Na abagorozi nabo bita abagorozi. Ilikuwa inafika mahali watu wanahubiri, yageraga ahantu abantu bari kubwiriza, unapata wageni, kabona abashyitsi. Wageni wakiendelea kukuja, kama ni masengesho wamekuja, abashyitsi bagumya kuza, urugero nka masengesho uje, wanaangalia huyu kijana, wanaanza kumuongelesha, bakareba umusore akabanza kumuganiriza. Mtu amemaliza wiki mbili anamwambia, na wewe masengesho si umekuwa mwalimu sasa? Bakareba na wewe sasa unaanza kufundisha. Nawe ndio wabaye mwalimu, nawe ushobora kutwigisha. Hiyo ni mtego mbaya sana. Ngo ni umutego mubi cyane. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukuri cyane ibinyoma. Yaani huyu amekuja juzi, uyajejo bundi. Mimi nimekaa mwaka mzima ama miaka 2. Ngewe maze imyaka 2 cyangwa umwaka. Akamwambia masengesho, naona sasa umekuwa mwanafunzi. Umeshapita mwanafunzi. Mbonye ko uri umunyeshuri, warenze ubunyeshuri, umekuwa mwalimu. Wabaye mwalimu. Nataka akuwe mwalimu ili mimi na mimi nisifundishe. Shaka ngo abe mwalimu kugira ngo nje ntigishe. Hiyo ni dalili ya, hiyo si dalili ya kukua. Iyo ntago ari ikimenyetso cyo gukura. Nayo tuweze kuipinga. Nayo tubashe kubirwanya. Tukiendelea kwa kipingamizi kingine, tugiye ku nyindi ngorane. Kuna maneno nilisoma, hari amagambo yasomye. Wacha nione kama nitakumbuka hiyo fungu kwa kitabu ya Hosea, nikisahau tusonge mbele. Tunamaliza tu saa hii. Tuko karibu kumaliza. Nadhani ni Hosea. Kitabu cha Hosea. Hebu soma 6:4 nione kama ni hapo kwanza. Kama si hapo, wachane nayo. Ewe Efraimu we. Maneno yanataja kuhusu Efraimu. Hosea 6:4. Panasema. Hapo 6:4. Panasema. Efraimu, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini?
Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Bwana Yesu asifiwe. Utashimwe. Hapa Mungu alikuwa anauliza swali. Yesu yabazaga ikibazo. Ni zile swali zenye hazitaki, si ati ni swali imeulizwa kutupea jibu. Ntabwo ari ikibazo cya kintu ngo bakubaza ngo utange igisubizo. Inaitangwa sarcasm. Bisaba kwibaza. Ni unauliza swali, Kabaza ikibazo lakini hautarajii jibu. ariko udategereje igisubizo. Tuko pamoja? Ndio. Anauliza, Arabaza ngo ewe Efraimu, yewe Efraimu we, nikutendee nini? Nkugenze. Ewe Yuda. Kwa maana fadhili zenyu ni kama wingu la asubuhi. Kuko ineza zanyu ari nk'igicu cyo mu ruturuturu. Mbona wamefananishwa na wingu la asubuhi? Kubera iki bagereranyijwe n'igicucu cyo mu ruturuturu? Igihu. Kwa tabia nzuri. Mbona wamefananishwa na wingu la asubuhi? Kubera iki bagereranyijwe n'igihu cya mu gitondo? Wameambiwa fadhili zenyu, matendo yenu mazuri Ibikorwa byanyu kama wingu la asubuhi. Wakati asubuhi inakuja, inakaa muda mfupi, inakuja na wingu. Ndio mu gitondo rizana n'ibicu. Lakini jua ikianza kutokea, ariko izuba ritangiye kuva, hiyo wingu inapotea. Iryo gihu kiragenda. Si ndio? Wanaambiwa fadhili zenyu zimefanana na nini? Na wingu la asubuhi. Imirimo yanyu iragereranywa n'ibicu mu gitondo. Ni kama umande wa asubuhi wa nyasi. Ni nk'urume rw'ibyatsi. Jua ikishakuja imepotea. Iyo izuba rije urume ruragenda. Na sisi pia bidii zetu zinafanana hivyo kidogo. Natwe imico yacu irasa gutyo gake. Zinakaa kwa muda mfupi, zibaho mu bihe bigufi, zinapotea kama wingu la asubuhi. Zikagenda nk'igicu cya mu gitondo. Tuweze kuzingatia, tuweze kukua, tunakuwa. Tubashe kujya dukura. Tukisonga mbele, tujye mbere gato. Tasoma kitabu ya Yohana Injili. Kitabu cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana 21 mstari wa kwanza. 11 murongo wa mbere. Nasema hadi mstari wa 3. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kisa inaongelea kuhusu wakati gani? Icyo kivuga ku Yesu na mitume. Kubijyanye n'iki? Wakati Yesu alikuwa amekufa. Wakati Yesu alikufa, Yesu yapfaga na akapa na wakati alikufa, ngiye yapfaga, mitume wakakosa, wakakata tamaa. Intumwa zacitse intege. Kafika mahali igera igihe ukajiuliza, sasa huyu ndo alikuwa ni kama kiongozi wetu, niwe wasaga nkaho ari utuyoboye, huyu ndo tulikuwa tunategemea, niwe twari dutegereje amakiriro. Kama ni vita, niwe ari intambara, tungekuwa na salama akiwa karibu na sisi. Iyo ari intambara tugira amahoro ari kumwe natwe. Kama ni usaidizi wa nguvu za kuponya watu, imbaraga zo gukiza abantu, tulikuwa tunapata kwa sababu alikuwa hapa. Twarazibonaga kuko yarara. Sasa ameenda, none yipfiriye. Wakakata tamaa, wakasema sasa tunarudi kazi zetu. Nangije bacika intege, bavuga ata twisubiriye mu mirimo yacu. Na hiyo kipingamizi, noneho iyo ngorane inafanana na ile ya Yohana Mbatizaji. Iyo nayo irasa n'iya Yohana Mbatiza. Yohana Mbatizaji ali-announce ama alitangaza, Yohana Mbatiza yaratangaje watu waelekee kwa mwana kondoo ambaye amekuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Yari afite ubutumwa bubwira abantu yuko bagomba kwerekeza ku mwana w'intama. Huyo Yohana, Yohana uwo baadaye anakuja anawaambia wanafunzi wake, nyuma aza kuza kubwira abigishwa, twende mumuulize kama ni yeye
ama tunangojea mwingine? Tugende mumutubarize se ni wowe cyangwa dutegereze undi? Kipingamizi hii nasema ni kukata tamaa. Iki ni ingorane nayo niyo gucika intege. Unajua tulikuwa tunazungumza jambo fulani huko Thika. Ikintu twavugaga turi Thika, Tulikuwa tunazungumza kuhusu matibabu. Twaganiraga ku bijyanye n'ubuvuzi. Matibabu inaweza kukatisha tamaa. Ubuvuzi bushobora gutuma ucika intege. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukuri cyane ibinyoma. Unakuta mtu anaugua, Ugasanga umuntu unarwaye, unataka kumsaidia, ushaka kumufasha. unamwambia Ukamubwira ngo uko unatumia hii, ujye ukoresha ibi asubuhi kabla ya kukula, mbere yo kurya ukoresha ibi, masaa ya saa 6 na kumanywa na jioni kabla ya kula, na nimugoroba mbere y'uko urya. Ndio watu ni rahisi kusikia hiyo. Abantu biroroshye kumva ibyo bintu. Si rahisi hata kidogo. Ntabwo byoroshye. Si rahisi hata kidogo. Ntabwo byoroshye na gato. Unajaribu kumuelezea kitu yenye itamsaidia, ukagerageza kumusobanurira izamufasha, lakini kwa sababu ya vile watu wamezoea, ariko kuvuga akamenyero k'abantu, anaona hii ni kama haina tofauti na uchawi. Akabona yuko ibyo ntaho bitandukaniye n'amarozi. Mchawi anakuambia, umurozi arakubwira, ukitaka wewe mwanamke akupende, kugira ngo umugore agukunde, ukitaka wewe mwanamume akupende, yawe umugabo agukunde, shika hii maji, fata tutuzi, uko unamwekea kwa maji yake asubuhi, umushyira mu mazi ya mu gitondo, ya mchana, ya kumanywa, ya usiku kabla hajakula, na nijoro mbere yuko arya. Sasa anakaa anashindwa tofauti yako na hii iko wapi? Kicara kibaza se tandukaniro ryaba nibi bizabiri. Mtu wa kwanza, umuntu wa mbere, wa pili, wa kabiri, wa tatu, wa nne, wa tano wakikwambia hivyo, abantu wa kabiri, wa gatatu, kane, gatanu akubwiye uko, itakuwa ni rahisi sana kukata tamaa. Zaba bigoye cyane gucika. Hata ukisikia mwingine anagonjeka mahali, unaweza jipata umenyamaza. Akumva umuntu arwaye ahandi, kwa sababu ulikatishwa tamaa kabisa. Sara yuko waciwe intege. Na hii ni kipingamizi ya hii kazi. Iki nacho ni ingorane y'aka kazi. Unapata watu unawaongelesha the same thing mwaka baada ya mwaka. Ugasanga abantu uri kubabwira ikintu kimwe umwaka ukutashye, lakini wanakuangalia ni kama radio. Ariko bakakureba ukajyango ni radio. Radio ikikuwa na battery mzuri inanyamaza kweli? Radio hainyamazi, inaongea. N'umuriro iraceceka. Ndio maana hata watu hawanini radio sana. Niyo mpamvu abantu batakunda kugira radio cyane. Hawaichukulii na uthamani sana. Wanasema ni kama kinanda. Dorori. Wanasema wewe ni kama radio tu. Wewe unaongea tu. Wewe ni nka radio uravuga tu. Ni rahisi kukata tamaa. Lakini tunaambiwa tusifanye nini? Tusikate tamaa. Ariko turabwiye ngo ntiducike intege. Kipingamizi cha mwisho. Ingorane ya cha second last. Ya kibanzirizi cya nyuma. Inapatikana kwa kitabu inaitwa Selected Messages. Hapa tutasoma tukae kidogo, lakini hapa ndo tutamalizia. Kitabu cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe, umuzingo wa kabiri, ya kwanza, umuzingo wa mbere, ya kwanza, chapter ya kwanza, ikigisho cya mbere. Hiyo chapter inasema warning against sensational teachings and emotional religion. Maonyo dhidi ya mafundisho ya kuamsha hisia, umuburo ku nyigisho zikangura ibyiyumviro. Ni maonyo dhidi ya mafundisho ambayo yanaamsha hisia. Inasema hivi, there is a time of trouble. Igihe cy'akaga. Ni hapa. The ministers should not feel that they have some wonderful advanced ideas, and unless all receive this, they will be shaken out. Inasema wahudumu, ababwiriza, wasikuwe wanafikiria ya kwamba wako na mafundisho ambayo ni ya wonderful ideas. Ni mafundisho mazuri. Abakozi nibibwire yuko bafite ibyigisho byiza cyane, ambayo wanasema hii kama mtu hatasikia hii fundisho ameangamia. Ngo bakavuga ngo uyu muntu natumva iki cyigisha azaribuka. Satan's object is accomplished just as surely when men run ahead of Christ and do the work he has entrusted to their hands. Satani, malengo ya shetani yanakamilika. Umugambi wa Satani wagezwe ku ntego wakati ambapo wahudumu ama wanaume ama wa Kristo, umugambi wa Satani ugera ku ntego igihe abagabo cyangwa abakristo watakimbia mbele wafanye kazi ambayo hata si yao, ni ya Kristo. Bazajya imbere bakihuta bagakora umurimo utari uwabo, ahubwo bari gukora umurimo wa Kristo.
hapo shetani anafurahia aho Satani arishima as when they remain in the Laodicean state. Ni heri ama kama vile ni mambo mawili shetani anafurahia. ibintu bibiri Satani yishimira. Ya kwanza, icyambere, wakati kanisa inabaki katika hali ya Laodicea, ni igihe itorero rigeze mu gihe cya Laodikia, wakati kanisa inalala, igihe itorero ryasinziriye, shetani anafurahia. Satani arishima. Kingine inafurahisha shetani, cya kabiri, ni wakati kanisa ijalala, ni igihe itorero ritasinziriye, lakini inafanya vitu ambavyo si yao, ariko bagakora ibintu bitari ibyabo. Wanaenda wanapita mipaka, bakagenda bakarenga umupaka. Shetani anafurahia hayo mambo magapi? Satani ajya yishimira ibyo bintu bibiri. Inasema some zealous ones who are aiming and straining every energy for originality have made a grave mistake in trying to get something startling, wonderful and transcending before the people. Kuna watu ambao wamejitolea kabisa. Ari abantu bitanze rwose. Wako na bidii, bafite ishyaka, wanasoma vitabu usiku na mchana, basoma inyandiko amanywa nijoro, lakini wanaanza kuvumbua vitu, ariko bagatangira kuvumbura ibintu ambazo haziko kwa maandiko, bitari mu nyandiko. Hapo shetani naye anafurahia. Aho nabo bituma Satani yishima, kwa sababu inaongoza Wakristo kuangamia, kubera yuko biyobora Abakristo kukurimbuka. The danger that threatens our churches is that new and strange things will be brought in, things that confuse the mind of the people and give them no strength at the very time when they most need strength in spiritual things. Ni hatari ambayo inaelekezwa kwa makanisa zetu, na kaka kerekeza ku matorero yacu, wakati watakuwa wanaletewa mambo ambayo hayaeleweki, igihe bazaba bayizera bazaniwe ibintu bidasobanutse, mambo ambayo si rahisi kuifundisha hivi na kuisikia hapo, atari ibintu byoroshye kwigisha no guhita ubyumvaho, mambo magumu, ibintu bikomakomeye ambayo yanaamusha hisia, ari byo bibyutse byumviro. Hiyo ni hatari ambayo inakuta kanisa zetu, ako nakaga kajya kagera kuba ku itorero ryacu, ili wakati wanahitaji mambo ya kiroho, kugira ngo bani bakenera iby'umwuka, wakuwe naingia kwa hiyo mambo ambayo hayawasaidii, kugira ngo binjire muri byo bitabafitiye akamaro. Hiyo ni kipingamizi ambayo inasema hiyo nayo ni ngorane ivuga speculative ideas. Ni kwa kifupi chapter 1 paragraph ndio sijui. Hiyo chapter 1 hiyo kuanzia hapo ya paragraph ya kwanza. Kuna kitu inaitwa ushupavu. Ari ibintu bita ubuyobe. Kwa kifupi inaelezea kuhusu ushupavu. Uburakari. Uburakari ni uzushi. Ni ushupavu ni kupita mipaka. Ni fanaticism. Ubwaka. Njenga mnamjua, si ndio? Njenga ni mumuzi. Njenga alikuwa anatuambia kuna wakati. Njenga yatubwiye ko ari igihe. Sijui kama ni yeye alikuwa kwa kundi ama ni nadhani ni dada yake. Nimba ariwe nimba atari mushikiwe yatubwiye. Walikuwa kwa kikundi yenye wameamini. Bari mu itsinda ryizera ko wanafaa kwenda msituni, basabwa yuko bajya mu ishyamba, waende mbali na watu, bajye kure n'abantu, sababu dunia inaishi, kubera ko isi irangiye. Na walikuwa wamesema huko tunaenda pamoja na familia, aho tugiye n'umuryango, lakini mke na mume hakuna kuonana, ariko tugiye umugore n'umugabo ntibashobora kubonana. Huko hakuna kukula chumvi, aho nta kurya umuntu. Baada ya miaka, nyuma y'imyaka walirudi kutoka hiyo msitu. Baragarutse bavuye muri iryo shyamba. Wengi walikuwa wamekonjeka kwa sababu ya kukosa chumvi. Abenshi bari barwaye kubera kubura umunyu. Na wacha hata wazazi. Vijana walikuwa wameenda huko wanarudi na mimba. N'abasore ndetse n'ibyo abasore benshi bari bagiye iyo ngiyo bagarukanye. Ni ile mafundisho ya batwite. Ni ile mafundisho ya fanaticism. Ni ya nyigisho z'ubwaka. Wakati watu wanahitaji mambo ya kiroho, igihe abantu bakeneye iby'umwuka, lakini wanaletewa mambo ambayo itaibua hisia, wafikirie mambo ambayo haiwasaidii. Bizarimbura ibyiyumviro. Tuweze kuzingatia, ndugu wapenzi. Reka tubashe kubyitaho nshuti zanyu. Tumeona malengo, tubonye imigambi, tumeona vipingamizi, tubonye n'ingorane. Lakini si walisema sauti ya chura ifanye nini? Haizuii ng'ombe kunywa maji. Ne bavuga ngo umutunu w'igikeri ntago buza inka kunywa amazi. Na sisi pia
na sisi pia natwe vipingamizi isituzuie kukamilisha lengo yetu. ibi bigoranye cyangwa izi nzitizi ntizitubuze kuzuza umurimo wacu cyangwa gukorana umurimo wacu kwizera. Vipingamizi ni zaidi ya hiyo tumesoma. Noneho ingorane cyangwa ibi bitangira bituma tutagera ku mugambi. Kuna vita na kuna magonjwa. Byinshi birenze bitwasomye, hari intambara, hari n'uburwayi. Na kuna zingine mingi. Hari n'ibindi byinshi. Lakini Mungu wa mbinguni atujalie. Ariko Imana mu ijuru itwiteho. Wakati tunaendelea kwa safari. Igihe tuzaba dukomeje turi mu rugendo. Tukipatana na vipingamizi vya milima. Niduhura n'ibicantege by'imisozi. Milima midogo na milima mikubwa. Yaba imisozi minini n'imito. Mungu aendelee kutusaidia kuzivuka. Imana izadufashe tubashe kuyambuka. Kwa sababu upande wa huo mlima, upande huo mwingine wa mlima. Ko urwo ruhande rundi uhakurya y'uwo musozi. Atakuwa amejitayarisha kutupokea pamoja na malaika. Azaba yiteguye kutwakira n'abamarayika be. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Amen.